Labda mimi niseme kitu kimoja kwamba hata mimi niliwahi kutabiri kufa kwa wabunge, na mpaka msimu huu unakwisha wamefariki wabunge watatu, bado wawili. Yes, they will continue dying. Bado wabunge wawili ambao na wenyewe wako atiati. Bado wabunge wawili. Jumla it will be number 5. Ikitimiza number 5, that's it. Lakini bado wabunge mwaka huu hapana, mwaka huu. Sio vibaya watu kufa, na wasiseme kwamba tunawatabiria mabaya. No, that says the Lord, kwamba bado wawili, na ni vile vya kawaida, wala sio prophecy kwamba ni sijui kwa sababu ya tukio fulani ndio fulani na fulani watakufa. Hapana, nilishawahi kusema hapa kwamba kuna mbunge mwanamke atakufa kutokea kwa wafanyakazi, na kweli akafa. Kanisani wanajua na prophecy wanazo, na kweli akafa. Nikaja nikasema still kuna mbunge mzee ataondoka. Kweli ameondoka mzee wetu Lukuvi, na sio vibaya watu kuondoka, sio jambo baya mzee. Usifikiri tukitabiri kwamba mtu anakufa, kufa ni vibaya. Hapana, kufa ni kubadilisha maisha. Sisi wa rohoni tunaamini kwamba kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kwa hiyo bado wabunge wawili ambao na wenyewe may God help them. Asitaki niseme kwa sababu hii ni social media na bado wako hai, isije katokea nimewataja ikawa bara. Lakini mmoja pia ni mtu mzima na mwingine sio mtu mzima sana, ni kijana tu kabisa. Umri wa makamo tu hivi. God will take them to heaven. Naam? Kwa tupata kodi. Mmoja wa kiume, mmoja wa kike. Yes, God will take them to heaven. Prophet, kuna watu sasa wale wanafurahia vifo. Okay, huu nabii ni moja kati ya manabii tapeli niseme. Wakenya kwanza Wakenya ni jirani zetu, ni watu wazuri sana Kenya. Na sisi tumeoa Kenya, na Wakenya ni wadogo zetu sisi kwa sababu tuliwasaidia hata kupata uhuru wa nchi yao. Na kuna huduma ya kinabii Kenya wamechelewa sana kuipata, wamejifunza kutoka kwetu. Sasa kuna nabii mmoja Kenya anaitwa nabii Tito Lemo. I don't know if that guy is a prophet, lakini sio nabii. Tito Lemo alitabiri, sasa sijui niseme ni unabii au nini, lakini alisema kwamba mwezi wa 12 mpaka mwezi wa 3 kuna kiongozi wetu sisi, rais wetu wa nchi Daktari Samia Suluhu Hassan. Nabii Tito alisema rais wetu atakufa. Angalia hii video kwanza hapa, hebu iangalie alafu utajua nabii Tito alisema nini. Sasa kwenye hii video ambayo umeiona hapa, maneno haya ndio ambayo nabii Tito alitabiri kwamba viongozi watatu Tanzania akiwemo rais, makamu wa rais na watakufa ndani ya miezi mitatu ya kwanza. Lakini huu ni mwezi wa 4 tunauendea sasa. Tayari tumeshasherehekea Pasaka, mwezi wa 12 umepita, wa kwanza umepita, wa pili umepita. Rais Samia Suluhu Hassan bado mzima. Niliwahi kumwambia nabii Tito kwamba sio nabii Tito. Niliwahi kuambia Wakenya kwamba wanaishi na mtu tapeli kwenye nchi yao na wao hawajui. Akiwalagai Wakenya kwamba anaona sijui Tanzania sijui viongozi watakufa na nini. Mimi nilimwambia Tito kwamba katika nchi yetu ya Tanzania tunao manabii wakubwa kwenye nchi hii, nikiwepo mimi mwenyewe. I am a great prophet in our country. Mimi ni moja kati ya manabii wakubwa kwenye nchi hii. Ukitaja manabii watatu wakubwa kwenye taifa letu huwezi kuniacha. Sisemei watu feki. Sisemei wale ambao wanasema naona kama. Tunasemea nabii ambaye ana uwezo wa kutabiri kitu na kikatokea. Huwezi kuwataja manabii watatu Tanzania mimi ukaniacha. Sasa niliwahi kumuonya na nabii Tito kwamba unabii anaoutoa ni feki, kwa sababu hakuna rais kiongozi wa nchi atafia madarakani kwenye nchi yetu zaidi ya rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye kwa bahati mbaya Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Rais wetu alituacha akiwa madarakani. Lakini kingine nabii Tito alichochea sana vijana wa Kitanzania kuandamana kwenye nchi hii, hasa wanaoamini prophecy. Tito alisema kuna machafuko Tanzania, kuja vijana wa Tanzania wataandamana hata kabla tujaandamana. Sasa nabii anapotamka maneno kama yale anahamasisha vijana wa nchi nyingine wakafanya uasi. Kwa hiyo Tito amechangia kwa kiwango kikubwa sana nchi yetu kuharibika as a prophet kama anavyodai. Lakini mimi najua kwamba Tito is a fake prophet, na ninamuonya kwa mara ya pili na sitorudia tena kumuonya nabii Tito kwamba all Kenyans be careful. Warn your son. Mwonyeni mtoto wenu nabii Tito
kama anajifunza kufanya unabii, atabiri kuhusu Kenya. Nabii Tito sio nabii hata wa kijiji kimojawapo Kenya. Tuseme kwamba Nabii Tito hawezi kuwa hata nabii wa Kirinyaga, kijiji kadogo ndani ya Kenya, na hawezi kuwa nabii mkubwa wa kutabiri vitu vya nchi kongwe, nchi mama, nchi kubwa kama Tanzania. Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan hawezi kufa, ataishi katika muda ambao Mungu amemkusudia katika nchi, na hatumuombei rais wetu mabaya. Hatuwezi kumwombea rais anayeendesha nchi mambo mabaya, haiwezekani. Kwa hiyo na mimi niseme, hata kama ndani ya Tanzania pakiweko nabii ndani ya nchi atakaye tabiri kitu chochote ambacho ni fake, ajipange. Nitamshughulikia nabii mmoja baada ya mwingine kwenye nchi yetu. Yaani uwe na prophecy unayotoa, uwe na uhakika kwamba ni Mungu amekuambia, kwa sababu mimi I know God, namjua Mungu. Sasa kama ni Mungu amekuambia, please prophesy. Lakini kama sio Mungu amekuambia, unataka kutabiri kwa mihemko yako, bro, ujipange. Nitakushughulikia utoamini, kwa sababu ifiki hatua ndani ya nchi yetu na nje ya nchi kuwe kuna nabii anayetabiri kuhusu Tanzania na ikawa kweli. Nilimpa Tito miezi mitatu ya kutimiza unabii wake. Miezi mitatu imekwisha na hakuna kilichotokea. Tito, I warn you, this is the last time. Na Wakenya wajue kwamba wewe ni muongo, sio Mungu aliyekuambia habari za Tanzania, na usirudie kutabiri vitu vya namna hiyo tena, in Jesus name, amen.